Wafalme wa pili ataanza sura ya pili na mstari wa kwanza hadi 13. Kitabu cha Wafalme wa kwanza. Yes. Wa pili tafadhali. Kitabu cha Wafalme wa pili sura 2 mstari wa kwanza hadi mstari wa 13. Igihe Uwiteka yendaga kuzamura Eliya wamujane mu ijuru, amujanye muri serwakira, Eliya ahagurukana na Elisa i Gilgali. Eliya abwira Elisa ati, ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka antumye i Beteli. Elisa aramubwira ati, kurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Nuko baramanukana baja i Beteli. Bagezeyo abana b'abahanuzi b'i Beteli baza gusanganira Elisa. Baramubwira bati, aho uziko uyu munsi Uwiteka agiye gukuraho shobuja? Arasubiza ati, ye ndabizi, ariko nimwicecekere. Ariko nimucecekere. Kane. Eliya arongera aramubwira ati, Elisa ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka antumye i Yeriko. Nawe aramusubiza ati, kurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Nuko bajana i Yeriko. Bagezeyo abana b'abahanuzi b'i Yeriko basanga Elisa. Baramubaza bati, aho uziko uyu munsi Uwiteka agiye gukuraho shobuja? Arabasubiza ati, ye ndabizi, ariko nimuceceke. Eliya arongera aramubwira ati, ndakwingize sigara hano kuko Uwiteka antumye kuri Yorodani. Nawe aramusubiza ati, kurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Nuko barajana bombi, maze bakurikirwa n'abana b'abahanuzi 50. Baragenda bahagarara kure aho babitegeye, ariko ubwabo bombi bageze kuri Yorodani barahagarara. 8. Eliya yenda umwitero we arawuzinga awukubita amazi igabanyamo kabiri, amwe aja ukwayo andi ukwayo, bombi bambukira ahumutse. Bageze hakurya, Eliya abwira Elisa ati, saba icyo ushaka cyose ndakigukorera, taratandukanywa nawe. Elisa aramusaba ati, ndakwinginze ndaga imigabane 2 y'umwuka wawe. Eliya aramusubiza ati, uransaba ikiruhije cyane, icyakora numbona nkigukurwaho birakubera bityo, ariko mutambona siko bikubere. 11. Bakigenda baganira, haboneka igare ry'umuriro n'amafarashi y'umuriro irabatandukanya. Nuko Eliya ajanwa mu ijuru muri serwakira. Elisa abibonye arataka ati, data wabereye Isiraheli amagare n'amafarashi. Nuko tiyongera kumubona ukundi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Anashukuru Mungu kumupa nafasi kusimama mbele zenu tena, ama kusimama mbele ya kongamano, na ameitikia kawa ni njia ni kupitia yeye ya siku ya leo, ili apate kulisha kondoo na Mungu. Kwa uaminifu huyo alipewa na Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Nashukuru pia uongozi wa kanisa ambao wamempea nafasi hii, wakampea na wakamwamini, wakampea nafasi, wakamkabidhi nafasi hii. Nao pia Mungu awabariki. Mara tena na wakaribisha katika muda huyu, bali wakati atazungumza neno la Mungu, mnamtambua yeye
ama umtambue vizuri. Ariko ico tugiye kuganira, lakini maneno ambayo atazungumza amateka kama si ubuzima bwacu, si historia yake. tugiye kuganira Atazungumza icyo Imana yashatse kuko tuganira kuri umunsi wa none, mambo ambayo Mungu amependelea aongee siku ya leo. Iri ni jambo twongeye kuganira muri uyu musozi wa Gidurani. Ni neno ambayo ameongea mara tena katika mlima wa ya Gidurani. Ndatekereza kuko ari jambo Anawazia kwamba ni neno ryabashije gufungura umuryango ambalo limepasha kufungua mlango kugira ngo nizerwe n'abantu baturi, ili apate kuaminifu wampe nafasi ya kuhubiri. Iryo jambo rya mbere naganiriye hano muri Gidurani. Kwanza ndiyo neno amezungumza mara ya kwanza hapa kwa area ya Gidurani. Ubwo nongeye kugirirwa amahirwe yo kuba ku isi, alipoongezewa siku za kuishi duniani, natekereje kandi kongera kuligarukaho. amewazia tena kurudilia katika neno hili. Yararimbye, Mwimbaji ameimba, yaravuze ngo ni heri kuona wandugu amesema ni vyiza kuona inshuti njiani pa kwenda mbinguni. munzira igana mw'ijuru. Uru ni urugendo Hii ni msafara kuko twabisomye, kama tulivyosoma, nubwo basomye harehare, hata kama wamesoma mambo marefu, wenda turaganira amagambo magufi, lakini tutazungumzia kwa machache. ariko titire y'amagambo Kiini ya neno iravuga ngo inasema igihe Eliya yenda kuzamurwa, wakati ambaye Elisha alipandishwa, azamuwe muri serwakira, akipandishwa kwa upepo wa kisulisuli. turaganira ku ntambwe Tutazungumzia katika hatua ambazo Elisha amepiga ubwo Uwiteka cyangwa se Imana amuhamagara, wakati ameitwa na Mungu, kugeza ageze mu bwami bw'Imana, mpaka alipofika katika ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Izo ni ntambwe, Hizo ni hatua, natwe bidusaba ko dutera, inatubidi na sisi tupige hatua hizo kugira ngo tuzabashe kubana n'Imana, ili tupate kukaa pamoja na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. ni ukuvuga ko Inamaanisha kwamba abazabana n'Imana, wale ambao watakaa na Mungu, cyangwa se abazaba mu bwami bw'Imana, ama wale watapewa ufalme wa mbinguni, ni abahamagawe n'Imana, ni wale ambao wameitwa na Mungu bakumva ijwi ry'Imana na wamesikia sauti ya Mungu, ikagira aho batura, na hiyo sauti inawatoa mahali waficha mahali pengine, bagatera intambwe, wanapata kupiga hatua, bagakomeza imbere, wanaendelea mbele kugeza basingira ubushake bw'Imana, mpaka wafikirie ufalme wa mbinguni. Bwana asifiwe. Amen. Hao nibo bazabana n'Imana, hao ndio wataishi na Mungu akaramata milele na milele. Hao pia niryo torero ry'Imana, ndiyo kanisa la Mungu. Hao pia niwo mugeni w'Imana, hao ndio bibi harusi ya Mungu wateguwe ambaye ameandawa ndetse akarimbishwa na ameandawa ya kutosha akitegura neza na amejiandaa vizuri akageza ku munsi wa nyuma, hata kufikisha siku ya mwisho, akimana ingoma y'amahoro n'umuhamagara, ataimiliki ufalme wa mbinguni wa amani. nicyo tugiye kuganira kuri uyu munsi. Ni hayo maneno ambayo tutazungumza siku ya leo. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Imana ahamagaye Eliya. Mungu ameita Eliya yari Gilgali, alikuwa Gilgali. turaganira Tutaongea umujyi wa Gilgali, katika mtaa wa Gilgali. iyi miji yose twasomye, Katika mitaa yote tumesoma kugeza n'ubu nyine hadi leo, ni imijyi iri muri Aziya, ni mitaa ambayo iko katika Asia. ni ukuvuga ngo ni ikintu cyabaye, Ni mambo ambayo yametendeka, mafanyika. turaganira ku makuru yatambutse, Tutazungumza juu ya historia ambayo imepita, ariko kandi atureba kuri uyu munsi wa none, na historia hiyo inatuhusu kwa leo, kuko twakijijwe, kwa sababu tumeokoka, kuko twahamagawe, kwa sababu tumeitwa. biradusaba guhaguruka, Inatubidi tusimame tugatera intambwe, ili tupate kupiga hatua, tukava tutoke mu byakera byashize, tutoke katika mambo ya nyakati tukinjira mu za Kristo. tuingie katika mambo mapya ya Kristo. Paulo yaravuze, Paulo amesema nabamanwa na Kristo, nimesulubishwa pamoja na Kristo. abanyamasi byo kiriho, Akasema wala si mimi nipo tena, ahubwo ni Yesu muri Yesu Kristo ndiye ako katika maishani mwangu. intambwe ya mbere, Hatua ya kwanza turaganira kuva i Gilgali, tutazungumza juu ya kutoka Gilgali, intambwe ya kabiri, na hatua ya pili turaganira kuva Beteli, tutaongea juu ya kutoka Beteli, intambwe ya gatatu, na hatua ya tatu turavuga hejuru ya Yeriko, tutazungumza juu ya Yeriko, tuza kuvuga intambwe ya kane, na hatua ya nne umukristo ugeze kuri Yorodani, tutakuta kuzungumza Mkristo ambaye anafika katika Yordani, mto Yordani, nitubona umwanya na tukipata nafasi turavuga hakurya ya Yorodani,
na tutaongea kama Yordani. Mwimbaji ameimba anasema ya kwamba atanifukisha hata mto huyo, na nikifika ngambo nitaona wale ambao wananipenda. Ngambo ya Yordani ni mahali ya kupitia ukienda mbinguni. Ni mahali unafikiria wakati utafika mahali hapo utaoshwa machozi. Ni mahali ambao utafika na utasahau usuni wa ulimwengu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Mungu ameita Elia akitoka Gilgali. Katika mwanzo katika mwanzo Mungu ameita Ibrahimu akimtoa katika ile ya Kanaani. Utasoma hapo Mwanzo 12 mpaka mstari wa kwanza. Kitu ambaye ameomba na Mungu, neno la kwanza amemwomba kuacha nchi yao, amemwomba pia kuacha ndugu zake. Inamaanisha kwamba tukiitwa ama Mkristo ambaye ameitwa, Mkristo ambaye amesikia sauti ya Mungu, kuna mambo ambayo Mungu anamuomba anamuomba kuacha mambo fulani ili apate kufikiria maneno ya Mungu. Haleluya. Amen. Ibrahimu amemwahidi kumpea baraka. Amefika mahali ambayo Mungu anamwambia atamgeuza kuwa baraka hii. Akamwambia neno zuri, akamwambia ulimwengu wote utapata baraka kupitia Ibrahimu. Lakini akamwambia ukikubali kutoka katika nchi yako, unaacha ndugu zako na unaelekea katika nchi ambayo nitakuonyesha. Kuna Kanaani ambayo Mungu ametuahidia, na inatuomba tutoe mtu wa kale ili tupate kufikiria. Haleluya. Amen. Kuna mahali ambayo tumeitwa kukwenda, lakini kuna yale mambo ambayo tunaomba kuacha. Katika ule ya Wakaldayo nawazia kwamba ni kaskazini ya Iraq mpaka kufikisha Mesopotamia, na hii ni mtaa wa huko. Baba ya Ibrahimu Tera, kazi ambayo alikuwa anafanya ama ile kazi alikuwa anafanya ilikuwa ni kazi ya kuchonga miungu. Inayosababisha kwamba Ibrahimu aitwe, ametazama miungu ya baba yake, akaona kando ya miungu ya baba yake nyumba ya utumwa, nyumba ya giza ya utumwa wa Shetani. Akatarajia kwamba kuna Mungu ambaye ako juu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaitwa wakati tunakuwa na maono nzuri. Mungu atusaidiapo tukiwa akipitia maono yetu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu utoa Mkristo katika ulimwengu. Mungu utoa Mkristo katika ya ulimwengu, mambo ya ulimwengu. Wale ambao wameishi huko kwetu, mbegu ambayo itapandwa huwa inatolewa katika mbegu zingine. Amen. Yakobo alikusezera abana biwe. Yakobo alipoaga watoto wake, ukasoma katika Mwanzo 49, yabwiye Rubeni, ameambia Rubeni, aramubwira ngo niwe
mtoto wangu wa kwanza. Kandi niwe gushobora kubyara kwanje kwahereyeho. Wewe ndiyo nimeanza kuzaa ama kunifungua mtoto wa kwanza. Aramubwira ngo umunyamaboko. Akamwambia kwamba wewe una nguvu. Ariko aramubwira ngo umeze nk'amazi adahamahama. Lakini pia uko kama maji ambayo haishi mahali pamoja. Nubwo ari wabonetse wa mbere, hata kama wewe ndio mtoto wa kwanza, kandi kuko umubiri yari afite imbaraga, kwa kimwili alikuwa na nguvu, ariko Isa witegereje, lakini baba yake akikutazama vizuri, abona kuko nta mirimo afite, ameona ya kwamba mama ametakuwa ya kama hana matendo ama kazi. Wakati tuko katika ulimwengu, hatuna mahali ambayo tunaishi. Aramubwira ngo tuzabona ubutware, akamwambia kwamba hautaona mamlaka kuko wanduje igitanda cha so, kwa sababu wewe umeharibu kitanda ya baba yako, agasambanya mukazi, na umedhini na mama yako. Ni ukuvuga ngo Gilgal, inamaanisha kwamba Gilgal ni watu abagabo bataza abagore babo, ni watu abagabo bataza abagore babo. Ndipo mahali tunaishi wazee ambao hawajui wanawake wake. Ni watazi umugabo, ni abagabo. Ndipo tunakutana waume atashobora gutandukanya umugore we n'umuntu. Hawezi kutofautisha bibi yake na bibi mwingine. Kubera ko kwa sababu mbele yake zasambanya mukazi, beni amedhini na mama yake. Ni ukuvuga ngo imirimo ya Satani, inamaanisha kwamba kazi ya shetani igaragara mu bisi, inajidhihirisha katika ulimwengu. Kandi Imana ihamagara umuntu, na pia Mungu huita mtu kugira ngo imukure muri iyo mirimo mibi, ili apate kumtoa katika kazi mbaya za ulimwengu. Yakobo abwira leo na Simeoni, Yakobo ameambia leo na Simeoni, arabwira ngo murabavandimwe, akaambia nyinyi ni madugu, ariko mukota yanyu, lakini upanga wenu n'urugomo, ni mko na fitina, n'abanyarugomo, mko na fitina. Mu rugomo rw'Gilgal, katika fitina ya Gilgal harimo umugeni wa Musa, kuna bibi harusi. Mu banyarugomo, katika watu wa fitina watuisi ambao wanaishi ulimwengu, harusi mbibima, kuna ule ambaye atasikia sauti ya Mungu imukura mu rugomo na itamtoa katika utumwa ule. arabwira ngo mbese kubera umujinya wabo, akawaambia kwamba kupitia asili yao ngo zatumye baca ngo ingizi, imesababisha ya kwamba wakate ng'ombe mifupi. kandi hari ikindi nanone yabanengaga, kuna jambo lingine ambayo hajafurahia kwao. ngo bagiraga inama za guhereranwa, walikuwa na shauri za kisirisiri, bagiraga inama walikuwa na shauri zo gutegura, za kuandaa, gukorera abandi ubugome, za kuandaa kazi za maovu. n'ubu nyine turacyafite abantu bari gukora mu tunama two gusenga. Hata leo tuko na watu ambao wanalala katika shauri za kutenda maovu kwa wenzao. N'ubu hano mu isi haracyariho ibimenyetso bimeze nk'izake, hata katika ulimwengu kuna ishara ambayo inaonyesha kama mambo ya kale. n'ubu haracyariho abafite imigambi mibi yo kugira abandi nabi. Hata leo kuna wale wako na makusudi ama wako na roho mbaya. Ariko muri uno munsi wa none, Lakini siku ya leo hari ijwi riguhamagara, kuna sauti ambayo itakuita. basi Bwana Yesu asifiwe. Mkristo mbere y'icyo muri cyabo, wakati hapo wakati alikuwa anaishi katika nchi yao, ntabwo yari azi amakuru, hakuwa anajua habari, nta musore yari afite, hakuwa na nia. ariko umunsi yasomye mu gitabo cyiwe, Wakati alisoma katika kitabu chake akamenya ibyaha byiwe, na akajitambua dhambi zake, akamenya ibibi yakoreye mu isi, na akatambua mabaya yaliyotendea katika ulimwengu, akamenya n'aho atuye n'ibyo bakora, na akatambua mahali anaishi na kazi imefanyika huko, akagenzura inshuti ziwe, na akatazama marafiki zake, akamenya aho baturanye, na akatazama vizuri wale wanamalishi nawe, ububi bw'igihugu cyiwe, akatazama ubaya wa nchi yao. niwo munsi yagize umutwaro. Hiyo siku ndiye alikuwa na jukumu. Biblia ijambo ry'Imana rivuga, Biblia neno la Mungu yasema, ngo mumara kumenya ukuri, mkishajua ukweli, uko kuri kuzana abantu, na ukweli utawatoa katika maovu. twahawe imbaraga, Tumepewa nguvu zidukura mu bwoba, ambayo inatutoa katika oga, kandi ubwo bwoba na oga huo butujana mu bubata bw'icyaha, na inatupeleka katika utumwa wa dhambi. Imana itubabarire. Na Mungu atusamehe. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Igitugu taraki, Inachosababisha usiogope nuko utaruma,
Ni kwa sababu hawajasikia. Ariko umusuzuma. Lakini siku ambayo utasikia na ukitambua kazi zako ambazo unatenda, unajichunguza wewe mwenyewe. Ukamenya wewe. Unajijua wewe ni nani. Ukigera. Unajiweka katika kipimo. Ukigera kujambo nyima. Unajiweka katika neno la Mungu. Siku hiyo ndiyo siku taanza safari. Iyo Mkristo anuka. Mkristo akisimama. Mkristo ufika Rugari. Mkristo akitoka Gerigwari. Azaruka na watu wawili. Anasimama na watu wawili. Iyo mtu yumvishijwe n'Imana. Mtu ambaye amesikia sauti ya Mungu. Abandi bazamukurikira batajumvise. Kuna watu wengine wanamfuata lakini wanasikia sauti ya Mungu. Kanda oba. Na tena watu wao bagintego bafite. Wako na lengo zao ambao wako nazo. Intego yao ya mbele. Lengo ya kwanza ambayo wako nao kukusubiza mu byaha. Ni kukurudisha katika dhambi. Mkristo ahaguruka. Mkristo aliposimama yakurikiwe na mjani. Amefuata na mzee ambaye anaenda mahali popote. Nukuvuga ngo intego yiwe na lengo lake ni abantu, ni wale watu. Iyo umuntu avuze kuri ruga, mtu akiongea katika lugha, nao wakabifuza kuivuga, nao wanatarajia kuongea, wakiimba, nao wanatarajia kuimba, ukishika kipaza sauti, nao wanatarajia kuimba. Watu wao wanapenda mambo ya dunia, lakini kazi zao ni hapana. Hata leo watu wao katika kanisani, na mgeuke na mtubu ili mpate ufalme wa mbinguni. Mtu wa pili ni mtu ambaye hawezi katoka katika neno. Ni mtu ambaye anajaa hekima ya ulimwengu. Ni mtu ambaye amefaidika na ulimwengu. Ni mtu ambaye anatumia karama ya Mungu kujifurahisha. Watu wao wanapenda watu wengi. Wanapenda watembee wakiwa wengi. Na wapendelea kwamba mtu mmoja atoke ndani ya wao. Ni watu ambao hawatarajie mema kwa wengine. Na makusudio yao kwa watu wengine ni mabaya sana. Watu wao tunawakemea kwa jina la Yesu. Watu hao wametufuata hata leo. Majaribu haita kuja. Lakini ole wao kwa ule ambaye ataleta. Amen. Mungu alipotazama Elia na kazi zake, akaona kazi zake ni sawa, akamwita, akamwambia toka Gilgali na uingie Betheli. Betheli inamaanisha, tafsiri yake ni katika nyumba ya Mungu. Yakobo 28 na mstari 11, 18 na 19. Ama ukisoma hiyo twasanga inkuru za Yakobo, tutakutana habari za Yakobo. Yakobo alipoenda kwa mjomba yake, ilikuwa karibu giza ingie. Ilikuwa giza ingie, akatoa jiwe katika mawe, akalalia. Wakati aliposinzia, akaona ngazi ikiteremka ikafika mahali alipo. Pia akaona malaika wakishuka kutoka kitanda. Ndipo akatambua ya kwamba amelala katika ulimwenguni bila kutambua. Ilipokucha, alichukua jiwe hilo, akaliweka mahali panaitwa Rusu, akamwangilia jiwe hilo mafuta ya akaweka nadhiri kwa kazi ambayo atafanya kwa Mungu.
lakini sana sana tutasema neno ambalo ameweka nadhiri ya kusema ya kwamba Mungu ukinirudisha tena nirudi katika nchi yetu. Jiwe ambaye nimeshibika hapa nitajenga hekalu lako. Kuanza siku hiyo Iruzi imegeuka kuwa Beteli. Mahali tunafika, tukifika katika hekalu la Mungu ni wakati ambao tunachagua jiwe katika mawe. Kuna Mungu, kuna miungu mingi, kuna wale ambao unaweza tarajia wengi, lakini Yesu ndiye jiwe ya ukweli ambayo imekataliwa na watezi, lakini kwa Mungu imechaguliwa na tena ni ya thamani sana. Na akasema pia jiwe hilo ndiyo ambayo inashikilia nguzo kabisa. Yakobo amechagua vizuri, ameshika Yesu Kristo, akamlalia. Wakati alipomlalia ndipo alisikia habari za Mungu. Haleluya! Tunaweza fikiria utukufu wa Mungu tukitambua kuchagua vizuri na mambo ya nyakati na mahali pa nyakati, tunapageuza mahali pa Mungu. Mkristo alipofika katika msalaba aliisha katika nguzo mbili, ilikuwa inaitwa wokovu. Mtu uokoka lini? Ni wakati mbele na nyuma, kando na mbele, unajikutana katika Yesu Kristo. Mbele yako unaona nuru, na nuru hiyo ni Yesu Kristo. Yesu amesema ni wakati nitakuwa katika ulimwengu, mimi ni nuru ya ulimwengu. Na ukiangaziwa na Mungu na utukufu wa Mungu kuangazia, mambo ambayo yamekufunga yanarudi nyuma, mambo ambayo ilikuwa ni ngumu kwako naondoka na inaondolewa. Mkristo anaimba Bwana Yesu amesema, nashukuru sana msalaba, nashukuru sana kaburi ya Yesu, lakini sana sana nashukuru Bwana Yesu Kristo. Mfalme Yesu ndiye anatuondoa yale yote ambayo yanatukia. Wakati tunafika katika msalabani, neno la kwanza ambalo tunafanyiwa, tunapewa amani. Mkristo alikutana na wanaume watatu, wakamwambia amani ya Mungu akuwe na wewe. Tukifika katika msalabani, tukifika ndani ya Yesu Kristo, yale ambayo yanatushitaki tunaondolewa. Tukiondolewa uchafu, tukiondolewa mambo yanatushitaki, na tukifika mbele za Mungu na tuko na amani. Na amani Yesu ambayo anapeana iko tofauti na amani ya watu. Ni amani ambayo mtu anakuwa hata kama ako uchungu. Ni amani ambayo inakupea furaha hata ukiwa katika kifo. Lakini nikifika kando, nitakutana wananipenda. Haleluya! Kuna amani ya Mungu. Na amani ya Mungu ako tofauti na watu. Neno la pili, tunatoa ile vazi ambayo haitufai. Kuna picha ambayo tuko nayo tukiwa na wenye dhambi. Kuna majina ambayo tunaitwa tukiwa wenye dhambi. Kuna hatua ambayo tuko nazo ambazo tuko na misemo ambayo haifai. Na Mungu akituondolea uchafu na tuhesabiwa katika dhambi tena, kwa sababu tumevaa Yesu Kristo, hakuna mtu ambaye atatulia, na tuko ndani ya Yesu, na tunajitoa mtu wa kale na tunavaa
Yesu Kristo. Ni tukifika katika msalabani na tunapewa kitabu. Na tunapewa ndio mapo ni tuendelee hivyo mapo ya ulimwengu. Bwana sifiwe. Amen. Tunapewa pia ishara. Inamaanisha kwamba tukifika katika msalabani tunapewa ahadi, tunapewa karama ambazo zitatusaidia katika ulimwengu. Mungu alipoona Elia akaona ya kwamba lazima mpitishe hatua hiyo, akamwita mara tena, akamwambia nendeni Yeriko. Inamaanisha kwamba ni katika majaribu. Yeriko ni mahali ambapo Yesu alienda katika jangwani. Wakati alipomaliza siku 40 alikutana na Shetani, ndipo akaanza kumtisha, akitafuta jinsi atamwabudu ili ampee ufalme wa ulimwengu. Yeriko ukitazama katika runinga ama wale ambao wamefika mahali hapo, ni mahali kuna mlima mrefu sana ambayo inajitenga na Yerusalemu. Ndipo mahali Shetani alikuwa anataka kuonyesha Yesu. Yeye alikuwa anatarajia kwamba ni mambo ya ulimwengu atamvuta, mambo ambayo anatuvuta, mambo ambayo yanatufurahisha, mambo ambayo yanatufurahisha kwa leo. Akampandisha Yesu Kristo, alikuwa akimutisha, alikuwa akisema ya kwamba akikubali kumwabudu atampea mambo ya ulimwengu. Yeriko ni katika ni shida. Ndipo mahali okoa Israeli ilipofika hapo, na Mungu akaambia Joshua, akamwambia mtazunguka siku 6 bila kuongea mkinyamaza, na siku ya 7 mtazunguka mara 7, na raundi ya nyuma ndipo mtapiga kila kitu, mtashauti kila mahali, mtu atakuwa hapo, kutapatikana mlango wa kuingia katika Kanaani. Yeriko ni mahali kuna milima za mawe, ni mahali unakutana shida na unakosa hata njia moja. Ni mahali ambao uko na shida ambayo ni ngumu kabisa kwako, unakosa mwenye atakusaidia. Lakini Yeriko watu wanashinda, tunashinda Yeriko wakati tunazunguka kwa imani. Ukisoma katika Ibrania sura 11 na 30 inasema ya kwamba kwa nini ndipo ambapo imesababisha hizo nguvu za Yeriko zilipata kuituka. Shida ambapo zipo mbele zetu vitaipuka wakati tunamwamini Yesu Kristo. Mkristo alipofika katika mlima wa ajabu, ni mlima ambao ulikuwa pana sana. Mwimbaji alizameimba katika mlima huyo. Ni mahali pa upekee. Angalisho usilale katika mlima huyo. Mwimbaji tena anaimba akisema, anasema ya kwamba nimepiga hatua nikiwa nimechoka, lakini wakiniambia kwamba Yesu atarudi, nimepumzika. Bwana Yesu asifiwe. Kuna shida ambazo tunapitia na unajisi ya kwamba umelemewa mbele na nyuma, unakosa jibu.
ama usaidizi katika mlima ambayo unatokesha kabla uanze kupanda mlima huyo. Kuna chemchemi ya maji ambayo imewekwa katika wasafiri. Lakini katika mlima huyo iko karibu na njia mbili. Kushoto na kuume kuna njia inapita kando ya mlima huyo. Pia kuna njia ambayo inapanda katika mlima katikati. Mkristo alipofika katika mlima hiyo ambayo inatokesha, alikuwa na watu ambao wamepanda nguzo. Mwimbaji ameimba, amesema ya kwamba yule ambaye hajapita katika lango ama mlango, yeye ni mwizi. Hata niwaambie wizi hao, wizi hao wamefika katika mlima wakiwa pamoja na Mkristo. Mmoja ni yule anajaribu kuheshimu kanuni ama katiba za kanisa, na yule ni mnafiki. Inamaanisha kwamba kuna watu ambao wanaamini ya kwamba kuishi siku mingi katika kanisani ama kuchezea Mungu sana, kuimba sana, kuhubiri sana, kutembea na wengine katika timu tofauti, makazi zote unafanya katika hekaluni, unaambatana kazi hiyo na kazi ya shetani. Tuna wapagani ambao wamejificha ndani ya kanisa. Kuna wale Wakristo ambao wameokoka ya kweli kweli, lakini kuna wale ambao wamejificha ndani ya kanisa. Hao wanafanya kazi ya Mungu vizuri, ni waaminifu siku ya Jumapili, lakini kando ya boma zao ni wapagani. Hao ni watu ambao wameshindikana kwa wame wao, ni wazee ambao walikuwa shindikana kwa wame zao, ni watu shindikana tuko nao hapa hivi, ni wizi na watenda maovu tofauti. Lakini hapa kanisani wako na picha nzuri, ni wale Biblia inasema wamevaa ngozi ya kondoo, lakini ndani wa shetani, ndani mioyo wao ni watu wa kukulana. Nyuma ni kondoo. Tunaona wako na ngozi ya kondoo, lakini roho zao ni mbwa. Hata leo anaita hata siku ya leo, mfalme anaita, nasema njoo katika chemchemi ya damu ya Yesu na ujioshe wewe mwenye dhambi, na usiache hata sehemu moja yako bila kuoshwa. Mungu alipoona Elia alipopigana vita ya kutishwa, amemtuma katika Yordani. Bwana Yesu asifiwe. Katika Mwanzo kuna habari ya Yakobo. Yakobo wakati alipotoka kwa nyumba yake, alifika katika chemchemi inaitwa Yaboki. Ilikuwa ni usiku. Alichukua wanawake wawili wake na bibi za kando, akachukua na watoto wake 11, akawarusha katika chemchemi ya Yaboki. Yeye akabaki kando, alibaki kando ya Yordani. Yordani ni mahali ambapo tunapata kufikisha kazi zetu, na maisha kwamba tunapewa baraka wakati ambapo tumevusha mambo yetu. Wanasema ya kwamba mahali utajiri wa mtu iko, ndipo roho yako iko mahali hapa. Tunaimba ya kwamba yale ninapo na
mwenyewe ni tajiri ya Mwenyezi Mungu. Lakini mambo ambayo tunafanya iko tofauti na nyimbo hiyo. Tunaimba maneno ambayo haiko rohoni mwetu. Yakobo ameondolewa jina Yakobo. Wakati ameondolewa mambo yake yote, alikuwa anavukisha. Ndipo wakati Mungu alimsogea akamuondoa jina Yakobo ya utenda maovu, akampea jina ya Israeli, mtu ambaye amebarikiwa. Ndio maana anaita mahali hapo Penueli. Anasema ya kwamba nimetazama Mungu na macho yao na kitu cha kufa. Kuna taji ambayo tutaandika. Taji itatoka katika kazi zetu. Kazi ambayo nafanya katika ulimwengu inaandikwa katika kitabu. Kiwa nzuri ama mbaya, hiyo ndio itakusindikiza. Bwana Yesu asifiwe. Tumesema kando ya Yordani hakuna maneno mengine. Ni wale ambao wamekoka, ni wale ambao wamevua utu wa kale, ni wale ambao wameshinda tabia, ni wale ambao wametoka katika dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Mahali tunaenda ni mbinguni, mahali pa maelfu na maelfu. Mahali tunaenda ni mahali pa maelfu maelfu bao wameshinda huko. Kama Yordani. Tega sikio. Kuna ndege ambazo zinaimba vizuri. Nikivuka Yordani, nikivuka mto huyo, nitakutana wanaimba. Mwimbaji ameimba, amesema nitaona Elia, nitaona ibaki na ibaki. Na tena natarajia kwamba hapo au wamechezea katika uwanja huu, au wamepitia katika njia tunapitia, maneno ambayo inakuangusha, wamepitia, wameshinda. Mahali tunaenda ni mbinguni, mahali pa maelfu ambao wameshinda ulimwengu, ambao wameshinda ulimwengu. Hata leo Mungu anatuita ili tupate kuwa na ufalme wa amani. Njia inakuwa ndefu, watu wamechoka, watu wamekuwa kama mifupa ambayo imekauka, ambayo iko katika mwili. Lakini tunaishi katika nchi ya jangwani, katika jangwa kali, mahali kuna katika manyama na simba ambazo rudi leo. Mungu anakuita rudi. Pokea neno la Mungu.